Bethel Clouds TV, empowering lives. His glory comes down. It shall be permanent. It shall be permanent. Everybody say, for the Lord has done for me. It shall be. Everybody say, It shall be permanent. yes. It shall be permanent. Oh, What the Lord has done for me, it shall be permanent. everybody say, It shall be permanent. let's jump, jump. It shall be permanent. Hey. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Everybody say, It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be everybody permanent. does. It shall be permanent. Everybody say, It shall be permanent. oh, What the Lord has done for me, it shall be permanent. oh, it shall be permanent. It shall be permanent. All the Lord has done for me, it shall be. Everybody say, It shall be permanent. It shall be permanent. oh, What the Lord has done for me, Wacha tu dance. it shall be permanent. Twende kasi. Twende. Let's dance together. Let's dance. Let's dance. Let's dance. Let's dance. Let's dance. Let's dance. Yaani nengua tu, nengua tu, nengua. Thank you. Yes, thank you. We are getting somewhere. You may be seated. Father, we thank you. We give you glory and honor. We worship you this afternoon. This good evening you've given us, God. We thank you, Father. Use me again as a vessel just to reach to your people. Tell your people what you want them to hear. So that, God, you can be glorified in every endeavor that you are doing. In Jesus' mighty name. Somebody say amen. You may be seated now. Yeah, tukae chini, si ndio? Yeah? Tukae chini. Yeah? Mketi chini. Sasa umeketi chini. Eh? Uongo. Unakalia kwenye kiti. Unakalia kiti. Kuketi chini ni kule chini kabisa. You sit on the seat, not sit down. If I tell you to sit down, you just go down completely until you get down. How are you, mommy? How are you doing? Hamete yako. Unohata ile. Kumbe ulipona kabisa. Thank you, thank you. Paulina. Nada? Wacha enge. Wacha. Ni mara tatu mara mbili. Ni mbili. Tu. Wacha enge. Alafu unaongea ni kama unaimba. Wacha enge. No umetenesa. Unaimba ka song. Habari ya kunaitwa namna gani? Weta kwate. Siku hizi naonanga unakujanga service ya jioni. Yeah? Mungu alikukumbuka? Au nao ukasema sasa akae na service ya jioni, ya asubuhi wewe utakuja jioni maana amekukumbuka. We pray for you, God to bless you. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri mtu akibarikiwa, lakini also maintain. Usikumbuke na waambie Mungu hautaki
engagement ya Sunday. Ni vizuri kubarikiwa, lakini unaweza kubarikiwa na baraka ambazo ni za kukuondoa kwa Mungu. Unaweza patiwa, shetani anaweza jua unataka kazi ya kupatia na akupatie siku ile unaendanga kuabudu Mungu. So when you are asking for job, unamwambia Mungu, unakuwa specific, unamwambia what you want. Unamwambia Sunday I want to be coming. Kama ni when you are Saturday, unaambia Mungu Saturday I want to be free. Kama ni Sunday I want to be free. Ukiitisha mkazi, hata shetani atakupatia. Hata ni kama vinyo naweza kuitisha mzee, unataka kuolewa. Shetani atakuletea mzee. Lazima ukuwe specific. Not every person is your husband. Umenielewa? Kama ni kuolewa, be specific. Unataka mwanaume mgani? Maana sisi wote ni wanaume. Na ukiitisha mwanaume, yule ako karibu ndio anatafutagwa, na bio kibia kwa fulani. Charity anataka mtu. Na kwa sababu ulikuwa umeitisha mwanaume, mimi nakuja, kube I am not your man. You have to be specific. Etia rufaruru wako. Kama wewe ni mama, itisha mahali ulitoka. Ambia Mungu nirudishe mahali nilitoka. Maana ulikonoro hapa, ulivujwa hapa. So uitishe Mungu akurudishe. Na kama ako na mtu mwingine, ambia Mungu afukuze huyo mtu ndio urudi kwako. That is it. Wakati utakuja utoe dhabihu hapa ya doa, dhabihu inafanyaga Google Map, Google search. Inaloketi mtu wako mahali yako. Vita inaanza kutokea huko. Baka waachane ndio ukuje. Ndio mkutane. Na Mungu ataua mtu uende mazishi Nakuru. Mnaenda alafu kiendesha kagari kako, gari yako kute imetoboka miguu gapi? Kijamaa kikuje hapa kikwambie, mami wacha nikusaidie, kikufugulie tairo, kifuge msuri na ikikibiza hiyo ingine yeko pumsi ndio kikuje. Kutoka hapo mna exchange namba. The next minute anasema na hikyo kimutu umeshida ukikipita hapa kama kimebeba viazi, gunia ya viazi, umeshida hapa miaka 2 umekuwa ukikuja hapa unakipitaga. Hata kuna ingine wakati ulikitusi kumbe ni Mungu alikuwa analeta signal modo ni wasio no lena hinya wako kuwa ikonia maana kumbe ukikutana naye uko mazishi amevaa kasade best, unasema si mtu akubeba mizigo. Na kutoka hapo unamwambia niko na watoto 7, anasema mimi sina shida na watoto, na mnashikana na unakuta amependa watoto wake ni kama wake, maana rufaru imeigiana. Na ukiangalia shida nyingi wale unakuta kuna troublesome, ile boma inakuwa na troubleshooters, makelele mingi, ni kwa sababu wewe ulienda kwa wewe ni mama ambaye wewe ni bafu, umekuja kuingia hapa na bafu hiyo ambao unaleta ni refu kuliko mahali ilitoka. So ndio unasikiaga inaduga. Unanielewa? Lakini inaduga inakuduga maana ni refu. Ama kwingine nakutaga boma wako na magari, ni matajiri vizuri, lakini ukiangalia hiyo boma iko na baridi mingi. Hawana raha, watoto hawana raha, they have no peace. Yani hawana raha. Ni kwa nini? Uliingia kabafu kafupi. Kaza kabafu akanaigisaga baridi. Lazima rufaru rurudi mahali rulikuwa na rulalie mzuri. Umeelewa? So you can be married by a wrong person. Completely wrong person. Akwe ni baridi, nakuta mse ni baridi tu kwa sababu kuna shimo ulirudisha. Hii kurudi vizuri, ilirudi kabakisha kasimu maana ni fupi. Ama labda ununue uende upate refu. Sasa hiyo refu ndio unasikianga nyumba inakuwa na shida 24/7. Ni inagana tu. Kwanza ukutana na mama akirinyaga ambaye ni mrefu. Ama mama wa Karatina ambaye ni mrefu, utakuta ni shida tu. Vita kwa nyumba haieleweki. Ama upate wa Kiabu hapa. Wa Kiabu unajua ni Masai, si Mkikuyu. Unajua Kiabu hakuna Kikuyu, na Nyeri hakuna Kikuyu. Kiabu hakuna Kikuyu, na Nyeri hakuna nini? Kiabu ni Masai Mapurko, hii ya Narok, Purko, Narok, hii ndio Kiabu yote. Naye Nyeri ni Saburu, ni Masai ya Saburu. Yote Nyeri ni wa Saburu. Ndio unaona matasura zao zinakaaga fani. Na hawa Kiabu hapa, wa Kiabu anakuhusiaga shamba akiwa Mkikuyu.
Wakati wa kwenda kuchukua title nakuta ni Masai na nakaa hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Dynamics, ukiunderstand dynamics za watu venye tumeumbwa, venye tunaishi, it's very good, very fantastic. Understanding the dynamics, utafurahia tu, but make sure you get the right man. Kule ulitoka. Just desire to go home. Ukiomba maombi yako, ambia Mungu nataka kurudi nyumbani. Wacha kung'ang'ania kimwanaume kwa sababu ni kitoro daka de hadisam. Ng'ang'ania kurudi nyumbani. Maana there will be peace. Ni mnaweza kukaa, hamuna vitu mingi, hamuna pesa mingi, lakini ile peace iko huko, nakuta mpaka matajiri wanakaa kwa fence kuchungulia, kuona hiyo, kuadmire that family because peace. Ubavu ulirudi mahali ulitaka. Na uliingia, hakuna kabaridi na hakuna kuduga. Hallelujah. Wagapi wamejua kitu mpya leo? Hawakuwa wanajua. Do not go for that man. Ati kwa sababu uliona kimwanaume kizuri. Sasa unaanza kushida hapo kiadimaya Waruige. Waruige si wako. Baka upime ubafu. Ukiona ubafu inaingia na inalalia vizuri na ni kama imewekwa super glue, unajua ndio mwanaume yako. Nikiangalia nyinyi wote mko kwa wrong marriage na wrong friends. Hakuna mtu wako kwa mtu wake hapa. Ndio maana unaona sura zenu, unaona venye sura zimekaa. Hebu angalia neighbor, angalia venye sura yake imekaa. Inakaa na kahusuni. Sio, angalia sura ya Roda, angalia venye Roda anakaa na kuangalia hivi. Anakaa husuni. Anakaa kiundo keho kena riri, kiundo keho kena kiusuni kia kule. Ndio naginya na eno anyitwo ni kieha. Ko imagine miaka yako utete, miaka yothe utete na just from today can you pray, ask God, nikwenda kwa kama wewe ni mama, nikwenda nitaka kurudi nyumbani. Ikiwa wewe ni mama na ikiwa wewe ni baba, mwambie Mungu niletee ubavu yako, niletee mfupa yako. Ndio uibe ile kaibo, oyo niwe kwenda ona rena irema. Yani you don't mind as long as ni ubavu. Akikuja atafit. Hallelujah. Sasa unakuta mtu mwingine hapa mengangana, nothing is working. Na anaambiwa na Mungu rofaruru ihana. Rofaruru waku ni ruri orona na uruona wa muthenya korogo na ruo muthenya. No ruha ngangana kwa sababu unangangania kile Jirova, unangangania Kiprado, unangangania nyumba Ruda, na kumbe huyu mtu unaacha anakaa nyumba ya matope. Lakini inside him ako na nyumba kama 20 za ghorofa, maflats. Inside him alihitaji wewe tu ukuje tu kwa maisha yake, ufinye button ya activation. Hivyo tu. Kuna mtu anaweza kuja kwa maisha yako, hamuna chochote, hamuna, na hata kwenu mmefukuzwa. Yani huyo mzee ona kwa adhoiro muno tondu ni muthieki ni thina mutheri. Uigie tu kwa maisha yake, ugo utonya maisha ma mundu toyo. Uhiana tare button ya besha wa hinya. Just automatically unaona pesa zinaanza kuingia. Paka watu wanasema sasa hawa ni Illuminati. Adu matarari kanyama muthenya ungi. No ate gari mutumie na gari. Adu marathi yaginya maraga pesa cia boda. Todo you just need, when you get your right man, you are connected to your wealth automatically. But you get connected, you connect yourself to the wrong man, even pesa, kwa sababu huyu ni mke wa mtu, tuko na yeye ni mke tuko tumeoana, lakini ubavu wake uko Mombasa, mtu wake ako Mombasa. Sasa anaomba, anaitaka kwa kanisa, anatoa dhabihu. Huyo mzee akiwa Mombasa anaambia Mungu, niletee, nataka ubavu yako, na anainua dhabihu. Huyu mama hakuna siku atapata peace. Na mimi tumekaa na yeye, hakuna siku nitapata peace. Maana kuna kimama kiko Busia kinaniita. Haleluya. Na kinatesekea huko kwa Busia huko. Labda kinakunywa mpaka Busa, bibi yangu labda nakunywa Busa. Na niko hapa nikikula nyama na muratina vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akiwa huko naambia Mungu, nikumbuka tu nipatie Bwana wangu. Hiyo sauti ikifikia Mungu, mimi nitakosa amani, ule ambaye tuko naye atakosa amani mpaka tuachane. Alafu Mungu atasababisha mazishi huko Busia. Nikienda huko nikutane, gari yangu iende kwame ama nikwame mahali. Yaani kitu ifanyike tu mpaka tukutane na yeye. Au nakuta amelewa, amekunywa Busa, lakini unasikia roho inaanza kumpenda. Ukaiwe kitumia kike na nigethaka, nike kiranywa Buddha. Mpaka unaenda unamsalimia, mami habari yako?
Umeokoka. Si ati nikiokoko kuna kitu imekuburuta. Umeokoka. Hapana, sijaokoka mimi, hata sijui hiyo Yesu mnasemaka ni nini. Unasema unasapeta kuokoka. Niombe kama unafikiria wewe ni Mungu, niombe. Na kinapiga magoti chini because kuna kitu imeanza kufanya kazi chemistry. Unakiombea na kinaokoka. Kinaanza kudhiama. Ukimwekelea tu mkono hivi, rima kayarara, likiki ya. Anaanza kutana, anasema bigu inafunguka, inasema ni muda ni worship. Sasa unaanza kuimagine, unaanza kumdhodeka, unaenda na mnakaa kidogo, nampigia simu, anakupigia simu, anakuambia napigia kwa simu watoto wamefukuzwa kwa school fees. Na unasikia tu unaingia kwa mfuko, unatuma pesa ya school fees na unatumia pesa na pesa tunaendeka huko. Sasa kikaka kidogo unasema nataka kuja huko Nairobi kuona Nairobi. Si ukuja tu, anakuja na ukifikiria unamwambia unasafiri kufanya kazi ya nyumbani. Anakuja huko kwa nyumba, naanza kufanya huko kazi. Na kazi inaanza kufanya huko malitati. Baka nyumba inanyoroka, inakuwa mzuri. Bako hapo mkikaka kidogo ikibibi mko nacho kinaanza kusikia kinataka kutoroka. Kikitoroka huyu anakuja na replace automatically because Mungu anafanyaga kazi hivyo. Umenielewa? Don't force things. You don't force things. Just tell God, fix me where I'm supposed to be, because you are supposed to be somewhere. You are supposed to have that man, that woman ako. Hata akikuja kama amevujika, kama hana meno. Unajua kuna wengine unaweza kuta bwana yako labda yako hapa na hana meno. Na nikio muthuire tondu ukoraga kimundu haha hari kina mukokoteni gitire bayo yoguo. Muhendane, yani uthio uguo ukiadi. Unaweza kuta mtu wa mkokoni unamwadimaya tu hivyo. Hakuna reason, unamwadimaya tu. Bako unaendaka unapitaka tu hapo edeire umuhe ka 50. Ithe ni muthuri guo. Kupe ni bwana yako. Unaona kama venye unapenda ukipita hapa ya machokoro na wapenda sana. Huwezi jua, unajua Mungu ni wa ajabu. Na ukoro heaga muthuri waku o muthenya boyaka kana kamwe akakena, yani unasikia amefurahi baka anakaa hapa kugoja, baka anakaaga hapa Equity kuangalia kama akiona mtu anafanya hivi. Todo ni muka attraction, hiyo kitu inafanya attraction. Don't force things. Allow God to perfect himself in you. That is why you see we have a lot of problems in our marriages, because we are with the wrong people. Kimodo gya ku grace no kokeha. Tadia marigiti ugo gaikoroka haha makuwa maya acio kana iri nona iri igutaka ifeti ta ya kaiveti no kora ne kinamba ya thimu acaragia kebeti ni gyaku nigetha kuhurire thimu. Nawe hauga gete kibeti gya kwani kirorire na noko kina muthuri waku noko akigite wega muno mito-ini yo riri akamagira uguo ni mwikira katobisha kabisha noko kabisha kawekirite gitanda no ndakomaga haha manyuagira ndawa na hari uguo ni wakomaga riu hari akomaga ri acurite kabisha gake hau akuonage tu akaigua ngoro yake yacoka ni thayo nginya ni atigire kuiya nitakinyire. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwadhani ya gosho. Good kabisa. It's a good lesson. Wacha tunakuanga na small. Ndio nataka conference ya wamama. Mumepaga? Nataka conference ya mama na tujaze huko kote. Waitwe wote. Nitawaitia coach. Nitaitafuta coach. Mtu mmoja atakuja kuzungumzia wamama na mimi nikubalisha nikuje sasa tuongee. Ile inaitagwa ya baada ya saa 6 usiku. Sasa tuongee ina doubt yote, tuzungumuse. Nikwambie tukizungumza siku hiyo vizuri, the following day kila mtu ataniletea mwanaume hapa. Kube anakuaga na hapa. Kube yule unaona yule jamaa watchman pale. Anaweza kuwa ni bibi ndio bwana ya Jerry pale. Na heto kahari regi kuwa marigo ukona ni agora marigo agoka kamwira soja si ukure hii kiwedo kia mutumia kule muthuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So everybody has a person, si ndio? Yeah. Lessons we learn from the mighty warrior. The lessons nipatie hai kidogo. Hai.
the lessons that we learn from the mighty warrior. Tumesoma kutoka asubuhi and we have learned a lot. Sio kutoka wale tulikuwa na wao asubuhi saa 2, we have learned a lot about the mighty warrior. Mighty warrior, to understand, for him to come into your life, discipline must be there, humility must be there, everything. Hiyo ni ile tulisoma wale wa asubuhi kabisa. We learned about. Tumekuja tumejua mighty warrior comes in 2. Mighty warrior comes in what? Anaweza kukutuma ama anaweza kwenda kupigana yeye mwenyewe. Kwa hivyo lazima mkuwe na mahusiano mazuri, ile tulisoma asubuhi, ndio either ajitume ama akutume. Sasa tunataka tusome lessons that we learn from the mighty warrior. Thank you. The lessons that we learn from this mighty warrior. One lesson that tumesoma leo, when the mighty warrior comes into your life, earthly strength can disappear overnight. When the mighty warrior takes over your life, takes over your business, whoever that was suppressing you, the earthly mighty, the power, the superpowers can disappear overnight. Yani unaweza kuwa jana na juzi watu wanakujua, magwetaka mundu wa thina, magwetaka mugieki. Just overnight watu wanaona kila kitu imechange. Huyu mama alikuja hapa na mikogojo. Bili hapa alikuwa anatembea na mikogojo, lakini alipotoka pale alitoka bila mikogojo. Nikaona mjamaa mwingine ananiuliza what has happened, nikamwambia enda umuulize. Akakataa, hakukuja kukuuliza, because overnight things can change. When mighty warrior ameingia kwa maisha yako, things can change overnight. Yani mpaka watu wanakushangaa, huyo no ule trali nake. Unaweza kutoka asubuhi jana, kama siku moja niliwapianga hii story siku moja, how I bought my car Harrier KEX 984Z. Nilinunua in a very strange way, in a very funny, because tulikuwa siku hiyo tunaishi Gong na tulikuwa tumepelekwa na shida sana. Ilikuwa imetupeleka vizuri. Then ndio nilikuwa na mtoto wangu wa kwanza Samuel, una mama Sami, si wa kwanza wa mama Sami. So asubuhi hiyo tulikuwa na ka 50 bob. Sasa tulikuwa tunangangania ka 50. Nilikuwa nataka kutumia ka 50 niingie na matatu nikuje Nairobi nitafute pesa jioni tupate chakula. Na yeye alikuwa anataka kuchukua hiyo ka 50 anunulie mtoto maziwa. So tukangangana mpaka nikaichukua kutoka kwa mikono yake, naye akanishika. Akaniambia dradi na sio. Because of course she alikuwa na make sense. Maana mtoto alikuwa kanalia nijaa. Nyonyo zake zilikuwa zimeanza kuhoha. So tukabishana, nikachukua hiyo pesa nikatoroka nayo. Akanikibisha, akaniruhusia mwiko kwa sababu ya bitterness. Mimi nilifaulu kutoroka na nikaenda nikaingia matatu. Alinipigia mpaka duru. Akasema chukua mtoto yako kwenda ukamkule. Sasa aliongea mbaya sana kunihusu. Lakini mimi I can see the sense in her. But also there is also sense in me. Maana tukikaa hapa tukikula hii ka 50 kanunue maziwa, jioni hatutakula chakula. Maana sitatoka. So mimi nilikuwa na sense yangu, nitoke niende nikatafute, na yeye ako na sense yake, mtoto afanya nini? Anyesa na muuliza, si uko na nyonyo? Si upatie mtoto nyonyo? Akaniambia nyonyo hii imekuwa dry. Sasa nikatukabishana, nikatoroka. Nilipotoroka nikaingia kwa matatu nikateremka. Nikiwa pale Valley Road, maana hiyo gari ilikuwa imetoka Ngong, lakini sijui ni kwa nini ilirudi bande ya Valley Road, kwa sababu zinakujiaga hapa, ikarudi pande hii ya Valley Road. Na mimi nilikuwa sigeingia gari ambayo siwezi kukaa mbele. Unajua, prepare yourself to be rich, prepare yourself to be somebody ambaye hawezi kudidimia. Sio kwendaka kukaa unapagwa na makaga na huko nyuma, unapagwa kama kuni na huko. Always be proud of yourself. Kama unataka siku moja kukua na gari, kaa kiti ya mbele. Always fight for that seat. Na unakaa hapo mbele. Mimi nilikuwa siwezi kuingia. Afadhali ningoje mpaka ile gari itakuja ambayo nitapata kiti hapo mbele. Ama nipande mpaka Gong town, maana tulikuwa tunaingilia stage inaitwa Zabia. Nipande mpaka Gong ndio nipate hii kiti ya hapa, niende ni kama nimekelea mkono aje. Mbona hivi? Mtu akienda kuingia, mtu mwingine atisoga nashuka aingie. Mimi nikae hapa. Yaani kama Mungu amekutayarisha kukuja kukua kitu, lazima utakuta karakta yako always inakataaga kuzimwa. Lazima unakuta unajipigania. Sasa mimi nikaingia, uzuri nilikuta kiti nikaingia, niliambia mtu soga na akasoga. Kwa sababu pia walikuwa si unajua. Sasa aliposoga mimi nikakalia kiti nikakuja. Tukiwa hapa Valley Road, tumeteremka hivi. Jamaa mwingine anaitwa Nyaja.
alikuwa anaendesha gari yake, si Nyaja Kamau, alikuwa anaendesha gari yake hivi Range Rover, na mimi nilikuwa hivi, na huyo jamaa aliponiona kwa gari akaniambia, wewe gusharitie diko jike muno utoire nako uko shuka kwa hiyo gari. Nikaambia dereva simamisha gari, nikasi hapo bali leo hapo sitam, nikasimamishiwa gari hapo, kuna ka stage Range Rover ikasimama, mimi nikaruka kwa Range Rover, nikaingia kwa Range Rover. Nilipoingia kwa Range Rover tukateremka tukiongea, ni mtu najua lakini ni mtu tajiri. Akaniambia, wewe nimekutafuta mwaka mzima. Nikamuuliza kwa nini? Pale gara kuna nyumba vijana yako wameshika. Unajua siku hiyo ndio tulikuwa tunashika manyumba na tunafukuza mtu ndio tuukulie. Kuna vijana yako wameshika nyumba pale, nyumba yangu. Hata yeye alikuwa ameiba, ni zile za serikali zilikuwa zinaibiwa, zile wa zawaidi. Akaniambia kuna vijana wako wameshika nyumba pale, na mimi nataka tu uende uongee na wao watoke kidogo, nipeleke ule mtu nataka kupeleka, aione, anipatie pesa. Yo, mimi niwachane na nyumba niende. Nikamuuliza unatoa pesa ngapi? Nikamuuliza utatoa pesa ngapi? Akasema ona mortgage ya milioni 10 minego munegera. Nikamwambia milioni 10 hapana, ongeza ingine 3. Akasema nitakupatia torofu. Na akakubali. Na akaniambia sasa, nikamwambia wacha niende nikaongee na vijana, lakini nipatie kidogo niende nikaongee na wao ndio niwatoe. Tukaingia banki hapo GPO, hiyo Equity inakuaga hapo. Akanitolea milioni 2. Aliponitolea milioni 2, mimi nikapata pale gari. Sasa nikamuuliza, maana sikuwa najua ni nyumba gani. Najua ni vijana walikuwa nashika na watu walikuwa naitwa ni Wawaroige, sikuwa najua. Sasa nikamuulizia, ni nyumba ile kotodo nenyi igeto nyitete hau ni gani? Akanipatia direction, nikajua ni wapi. Nikaenda nikakuta jamaa alikuwa anaitwa Jakai. Jakai alikuwaga hapa Riverside. Nikamkuta Jakai ni wewe ko anaweka kama na monene. Yugo hege toka gatu negerire nyumba hai. Na nigiathire gitutu hea kindu nigiathire ukomio yo umitweke yaku. Nikamuuliza kitoka kiriko. Nikajaribu kufuatilia nikapata ni mkalijini mwingine. Alikuja akajaribu, najua tulikuwa tunashika nyumba, alafu tunaenda kutafuta mtu wa kununua. Sasa huyu alienda akatafuta mtu akakosa. Akaachana na nyumba, maana ya kulipia gharama ya vijana kualipia kila siku 1500 kila siku, akaachana. Kumbe Mungu anajuaka kutengeneza njia. Mimi nilipoenda pale nikaambia Jakai, haya ni wewe huko mwamio ile. Akaniambia, nikamwambia sasa kuna mtu mwingine nataka kuleta nimuonyeshe hapa, fanyeni hivi. Sasa wewe ni huko kasi. Nikarudi kwa ile milioni 2, nikapatia Jakai shilingi 1200. Nikamwambia sasa ndi tunakuja. Nikateremka nikakuja nikatafuta huyu mzee, nikamtafuta nikamkosa. Nikapanda pale Gong Road, ile kabuni inaitwa Sakai, ile inauzaga magari. Nikaenda sasa niko na 1.8. Nikaenda Sakai nikachukua nataka hiyo halia walikuwa nauza 1.5 then nikalipa cash. Hiyo halia ndio ilinipeleka huko. Nikaenda nikachukua tajiri, tukaenda nikamuonyesha, tukarudi kwa banki, akanipatia 10 milioni. Nikarudi nyumbani. Sikuenda nyumbani straight, nilienda Huruma. Maana tulikuwa tunalalaga chini na hatukuaga na kiti. Tukaenda Huruma mahali kulikuwa natengenezewa viti. Tukanunua ma wardrobe, wale wameenda nyumbani. Kuna wardrobe kule Keshagi, kale kaburaki. Hiyo ndio nilinunua. Zilikuwa 3. Moja iko na my brother, moja iko nyumbani, moja nimeiweka. So nikanunua hizo, nikanunua viti, masofa set. Nilienda na kanta ngapi? 2 nikipanda nyumbani. Wakati Mama Samia aliniona venye nimekuja, niko na gari na niko na mizigo, alipiga duru na akasema no dele toe Freemason. Na maisha ikabadilika kutoka siku hiyo. Maisha ikafanya nini? Ikabadilika. Ndio niliweza kununua nyumba yangu ya kwanza pale Gong. Pale ukienda Kenvic School pade huu, hapo ndio niko na plot yangu ya kwanza. Nilinunua nyumba cash milioni 6. Nyumba ya 7 bedroom cash. Degetoka. Na roshini turuma niye na mutumia. Ndio akapepite. Hallelujah. God can do anything. Things can change. Yani usife moyo. Keep trying, keep calling, keep doing it. Don't sit down ati wagoje miracle ifanyike. Maana mama huyo agenihegesha, maana huyo alikuwa Delila. Mama Samia za hiyo alikuwa Delila. Maana alikuwa ananiambia tukule kafepte, tukae kwa nyumba. Naye Mungu ananiambia umera hege toka hegeshete hakiri na ningekukunekera pesa. Yes, yeye alitengeneza, aliuza milioni 150 na mimi nikapata 12 milioni na nikapata gari. Hiyo gari mpaka saa hii nimejaribu kuiuza imekataa. Na uzaga ni mwenyewe ananirudisha, ananiambia imemsumbua, rudi nipatie pesa yako. Inakuwa hivyo. That is how God will change your destiny. The earthly thing will change overnight.
Bwana Yesu asifiwe sana. But they can never change overnight if you are seated. This mighty warrior will fight for you, will do anything for you, not when you are seated, when you are struggling, when you are doing something, when you are making a move. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hiyo unaonaga unasikiaga ninakuwa accused na wanawake wengi ni kwa sababu sijapata mbibi. Umeona? The problem ni kupata. So ndio nakujaga naita charity before nipate, lakini sasa nimepata. Naita charity na mpeleka kahawa, tunakunywa kahawa. Naita huyu tunaenda tunakunywa, nasikiliza venye charity ameongea. Unajua kuna venye mtu anaweza ongea unaona huyu ni dhubua, huyu ni subua kabisa. Naita huyu nasogumuza na nasikia huyo kama goikara. Naita huyu nasugumuza naona huyu ni alishababu, napeleka kwa nyumba. Hiyo kununua tu chai ndio unaonaga I'm accused. Mimi napenda wanawake sana. Si kupenda, napenda kupeleka kwa kitanda, ni kujaribu kuangalia. Mimi nafanyanga assessment kuangalia kama kuna mahali, lakini sasa kuna mahali sasa nile nikafanya assessment nikafaulu. Nikasema sasa nimetoka maisha ya ukapera. Sasa I'm a husband. I'm a husband. So God himself can strip let's say a general or somebody who is so powerful. God can strip you those powers na zipatiane kwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. He can cause something to happen in your life today that you never expected. I was asking, sometimes my mother used to tulikuwa tunapendana sana na mama, na alikuwa ananiambia, alikanipatia story, nikamuuliza how did you get married? Akaniambia yeye baba yangu alikuwaga ni wale watu vijana wanakaanga kwa barabara hivi. So alikuwa anaendanga Kisiagi. Unajua Kisiagi ile tulikuwa tunaenda zamani. Na walikuwa naendaka kilomita kama 8-10 Kisiagi. Sasa baba alikuwa naenda, wanamgojea sababu anajua hii Friday lazima kutaendwa Kisiagi. Wanaenda na yeye anampeleka Kisiagi, alafu wanarudi mpaka karibu na nyumbani. Anaacha mama anaenda, yeye anarudi. Sasa siku moja baba akaamua kusema akadanganyilia mama, wakaenda Kisiagi. Lakini kurudi akamwambia tuigere huko, alafu nigoshoka gumagarie. Kutoka siku hiyo mama yangu hakutoka huko na hakupeleka uka nyumbani, na ikakuwa ni hivyo na ni hivyo. Baka mama yangu alikufa hakuwa amerudisha uka kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is something that really happened without, you cannot be able to explain why, because nilimuuliza how did you explain to your parents? Akaniambia hata leo sijawahi explain, because something drastic happened. And when the mighty warrior comes into your life and decides I am going to change the life of this person, it will be changeable immediately. So there is nobody you can say here ati ni maskini. Hakuna mtu failure hapa. Hakuna mtu hata faulu hapa. It's only your action that will cause you. My father had an action, aliplan, akakuwa na action plan. Najua nikukutwara, nitakupeleka, alimpeleka mara 7 ya kwenda nyumbani kurudi. Kwenda nyumbani mara ya 7 alimweka kwa nyumba na akakuwa bibi. Na walikufa sasa wako bikoni wakiwa bibi, hata huka hawajafanya nini, hawajapeleka. So God has a plan, and God perfects the plan that you initiate. Praise be the name of God. The plan that you initiate, God comes in. He called on Joshua, akamwambia now rise. Remember, he did not call Joshua akichuga mangobe na huko. Hakuita Joshua akiwa na huko Geshagi akipiga biroli. Hakupita Joshua alimuita Joshua akiwa ndani ya tent. Because Joshua forever remained in the tent. Wakati mwingine Musa alimwambia nitoi tukonega, akamwambia hapana, mimi sieti, wewe wacha niendelee kuchuka tent hapa na wewe enda. Wakati Musa alikufa, God came to the tent. Akakuta the most faithful person ndani ya tent. Akamwambia kuja, arise, kuja sasa. Nataka uende ukasaidie, kuna project nilianza na huyu jamaa kimekufa. Nataka uende ukamilishe. Bwana Yesu asifiwe sana. You must be doing something. You must be in a position of engagement. You can never be engaged by God if you are not in the position of engagement. You can never become if you are not in the position of becoming. You must be somewhere that God can initiate a program on you. And this program is activated because already you are in a
in a profile ama in a fertile land that is ready to germinate. God can never pick you from Makware akupeleka kwingine. Hapana, God will pick you where ulijisalimisha, mahali ulisema this is my position, mahali ulisema this is what I'm doing. Kama wewe ni mtu wa kuuza machuma, Mungu atakubariki na kazi ya machuma. Atakupeleka kwa muhindi mwenye ama mchaina mwenye anauza machuma. Hawezi kukupeleka Gekoba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe ni mtu wa kuuza maguo, atakuconnect Gekoba ama kuconnect mali maguo zinaidaga. You will only be connected because you are in the right place. You will be connected with what you are doing today. What you are doing today will dictate you. Kama maisha yako, mfikira zako ziko katika hali ya umaskini, you are still poor. Yani in you feel you can never become. Hawezi kuwa na kitu. Yani kwa familia yetu ni maskini, familia yetu iko kuna kuwa, familia yetu inakuaga. Mungu hawezi kukuja until you change your mind. Wakati Gideoni Mungu alimtokelezea kwa sababu alikuwa already ametengeneza 32,000 people. So God saw the mind of Gideon, na wakati alimuona the mind of Gideon already ametengeneza jeshi ya kwenda kupigana, akamtokelezea, akamwambia wewe ndio utalibareti familia hii na watu wenu, you alone. Na akamwambia you're a man of valor, Jabayaita. Akamuinua because the man was already in the field of preparation ya kwenda kupigana. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never be anointed or be given any position if you have not positioned yourself for the position. Hallelujah. So don't go and sit down ulale kwa kitanda wote gaini alioka gotire gai ogioka ino gukire muthu wa ukuri gotire gai ogioka gaido kaga niwo shamana niwo weigaga hari arahitukira. Bwana Yesu asifiwe sana. Gideon alijiset mahali anapitia. Solomon alienda mlima Gibeoni, maana alikuwa anataka akili mingi. Akaenda mlima Gibeoni akachinja ng'ombe 1,000. Mungu akakipita akamkuta hapo, akamwambia nikigato modeje ng'ombe nyigio. Akamwambia kejire kile ukwenda. Akamwambia mimi nataka nini? Akili. Na akampatia akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuwezi kukuja on your bed kama umelala kwa kitanda. Chomoka huko nje na ukuwe na program ya ile kitu unataka kubariki. Mungu hakujagi randomly. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakujagi randomly atanakuja ati anything. Oria genda gwekana ni hiyo ni nonsense. You must sit down, identify what you want. Na ndio maana anasema adeka kioneki ya kuna demo nene. Adeka kioneki, write your vision with a bold capital letters. Write your vision. Anakuambia andika vision. God will only come on the vision. Hallelujah. Not on you. He will come on the vision. If you don't have a vision, God will not come. Prepare a vision. Wacha kukaa hapa kanisani atoikara huko kanitha ine wetereire Ngai. Okay, agekatia. Nura kwira Ngai ni okaga huko. Ngai huko ndoka nikufundithia turakufundithia nigetha mucemanie nake huko ona gwaku nyumba Mungu wako. Kila mahali Mungu wako. So don't sit here ati ukae hapa kanisani ati unangojea Mungu akuje. Mungu hata kuja hapa. Andika your vision. Through your vision he will be attracted. He will invite you. Akuulize urenda kuuga ati haha. Sasa unamwambia nataka kuweka duka ya kuuza electronics, nataka duka ya kufanya fulani, nataka kwenda Ulaya, nataka kwenda kufanya kazi, nataka kuuza chuma, nataka kuwa na hardware kubwa. Na umeandika already, ameona it is in your heart. From there he will program you with what is in your heart. Bwana Yesu asifiwe sana. Our blessings are programmed. They are not just existing here hanging around. There is no blessing hanging. The blessings are programmed. The blessings, when you come in the book of Genesis chapter number 1 verse number 26, he gave us dominion over everything that is on earth. Na akakwambia dominate, have dominion and subdue the earth. Hallelujah. So you must have a mission to subdue. You must have a mission to dominate. Once you dominate, you dictate. Once you dictate, you run it, you manage it. That is lesson number 1, that God can change things, but he cannot change things until you are ready to change. Joshua was given this mandate because he was in the camp, in the tent, awaiting to see the next move. He was already prepared for the move of God to happen. You must be prepared for the move of God to happen in your life. You must be prepared. When I opened the ministry, tulianza pale Buruburu, Jimuriza. Lakini beleni tulikuwa tumeanza makrusade. Tulikuwa tunafanya na Don. Tulikuwa tunazunguka kila mahali na togo. Lakini I prepared to God. Now I am ready to be used. Na nikamfanya crusade ya kwanza, tukafanya ya pili, tukaenda ya tatu. Tulikuwa sisi ni walevi tu wa kawaida na tulikuwa majagiri tu wa kawaida. But there is intention, there is intent,
nilikuwa naonyesha Mungu niko ready kutumika, hata kama shetani naye alikuwa ananipatia nasa. Maana tulikuwa tunaenda crusade, tunaenda tunalewa, tunakunywa pombe, alafu labda tunda vitu mbaya baya, lakini kesho bado utanikuta kwa stadium nikihubiri, nikikemea mapepo ya usherati, nikikemea mapepo ya pombe. Lakini jana usiku tulipokemea hiyo na tukaagusha watu wakaaguka chini, tulienda kufanya hiyo kitu tulikuwa tunakemea. But God was monitoring and was saying I have an intention, because nilitoa pesa kwa mfuko, nilienda kwa account nikatoa pesa, nikatengeneza jukwaa, nikatengeneza sound na nikapanga event kama ni Embu, nikalipa stadium, nikalipa waimbaji, nikalipa kila kitu, nikatengeneza posters, nikaprepare kila kitu huko. God sees that intent. Hiyo intent uko nayo. Sasa he starts to work to remove the impurities in you. That is why God will be patient with you. No matter whether unafanya hizo vitu, watu watasema ni msherati, watu watasema unafanya hivi, watu watasema unafanya hivi, but still nakuta God is still lenient. God is still patient with you, because anaangalia the motivation, anaangalia kile kitu natafuta, anaangalia the passion uko nayo, anaangalia where you are going. God will bless you, God will guide you, God will make you successful in the midst of your darkness, in the midst ya uchafu yako na usherati yako. Watu tu wanakujua ni msherati, lakini unaona Mungu anakubariki because there is an intent. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mzuri hauna intent, uikalete ataletere mwathani alioka anakoria gwari mwathani aliogeteine, gutiri mwathani wegeteine ukirarira. There is no mwathani. Gutiri mwathani wegeteine ukihigiro nyumba. Utakuta anabariki msichana wa Koinange because msichana wa Koinange ako na intent ya kutafuta pesa. Hapo atakutana na kiwaroige, kikienda hapo kiangalie hii kienda ni kizuri, kienda hivi twende hivi tupendane. All of a sudden tupendane. Nimuulize unaweza taka kufanya biashara niende kwa account kimujika, yani mpaka mimi sijielewi, niende kwa account namtolea milioni 1, unakuta hiyo msichana amefungua beauty yake. Maana alikuwa na intent ya kwenda kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. God does not look at what you are doing or who you are. He looks at what is your heart driven to. He blesses what you are driven towards. Your heart iko driven to what? And when he sees your heart is driven towards this, he will bless you. Whatever that you want to do, whatever that you want to be, it is God, it is you first to prepare the ground for him to come and initiate a program that will work. God alone, number 2, God alone guarantees security. Hello? God alone will guarantee security. In whatever that you do, the security of whatever that you are doing. Let's look at the book of Proverbs 21 verse 31. The horse is prepared for the day of the battle, but the victory is from the Lord. Hallelujah. The preparedness of the horse. It is, you can prepare a battalion. You can prepare a system. You can prepare a power, an authority. But this thing will only be perpetuated if the intent of what you are doing, you prepare the horse, but the victory will not come from the horse, will come from the Lord. You can get a horses ready for the battle, but it is the Lord who gives victory. Bwana Yesu asifiwe sana. You can work very hard. You can be a good organizer. You can be a good planner. But this will not come to you until God comes in. You can have a mighty team, a mighty group, a powerful things that you are doing. You are very articulate. Uko na mipango mizuri. Lakini until God gets into that plan for him to deliver the victory. Victory will come from God. Will not come from you. Will not come because you know how to plan, not because you have a degree, not because you have money. You can have a lot of money, but nothing is happening to you. You can be a good planner, but unakuta you plan everything, but it's inaanguka. Because where God is not in, the plan you're planning is nothing, null and void. Therefore, when God is involved in whatever that you are doing, then you will make to become successful. And number 3, righteous leadership is priceless. Righteous leadership is priceless. A righteous leadership is what? Is priceless. You can do anything to make sure that the leadership you have imesimama kwa njia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. You can pay any price. You don't uchoki. You can struggle. Push. This is telling us that leadership is not controlled. Leadership is not kupambwa. Leadership is you to put yourself in the line of danger because you want things to work.
You don't have to wait for someone to come and tell you this is what you should have done. You do it irrespective of anybody who is looking at you, irrespective of the people around you. Just do it. A leader does not wait for to be told what to do. A leader just you just find yourself pushing it. You find yourself unasukuma tu kitu. Hata kama unaona ni gumu, unaingia kwa mfuko yako, unatoa pesa yako, unasukuma. Usingojee kuambiwa, usingojee kuelezewa. Ati simama, enda pale, fanya hivi. Ukiona hii kitu ndio kinafaa kufanyika, unafanya. The leadership is priceless. You don't have to count for how much money you've spent, how much time you've spent, how much energy have you spent. You just do it. Let us look at the book of Isaiah chapter 3 verse 2 to 3. Isaiah chapter 3 verse 2 to 3. Then you will look at and see how God intends us to become, how God plans us to become, how he wants us to be. And that one will make you to become the leader that he wants, because God does not look at how much big you did that meeting. No. How long the longevity? How long have you been into this? How long have you been into supporting this ministry? How long have you been into supporting this work? It is not that one-time thing that makes God come in. It is the longevity. How have you been doing it? Ile kufanya unakuanga on it. Persistently umefuatilia. They are heroes and they are soldiers. They are judges and they are prophets. They are fortune tellers and they are statesmen. Verse 3. They are military and civilian leaders. They are politicians and everyone who uses magic to control events. Verse 4. The Lord will let the people be governed by immature boys. Angalia sasa, they have politicians, they have everybody, na wamejisukumilia kwenye hilo jambo. Lakini kwa sababu Mungu hayuko, ataondoka, atachukua vijana waongoze. So God will humiliate you. It doesn't matter how powerful. If you are not genuinely from your heart doing it, you are not a chairlady ambaye amekuja because anatafuta jina, anatafuta sifa. You are not a chairman mwenye anatafuta sifa. Kama ni ukiangalia uone mtu ni sifa imemulete hapa, ama ni ile kujibamba, kujigamba ndio kumemulete hapa, Mungu anakuondokea. Unakuta watu wengine ambao amesema the boys, amesema boys ndio wanachukua mamlaka. Anainua watu wengine because the motive ya leadership yako is not correct with God. So the motive of your leadership must be very correct with God. The motive of why you want to become a chairlady, why do you become a chairman, why do you want to become a manager, why do you want to become a head of something, why do you want to become a secretary, why do you want to become a treasurer, why do you want to become what you want to become? The intent, the reasoning of what you want to become, Mungu anaiangalia, because God scans our hearts. When he scans our heart and sees the reason you want to be in that position, mpaka umepigana uondoe mtu from that position, ndio ukalie hiyo position, ndio uweze kufrustrate watu ama kupiga watu ama watu wakuone wewe ni mtu wa maana. God will never allow you to sit on that position. Atakuondoa kwa hiyo kiti, atakuweka chini, na akikuweka chini atakuaibisha na mtu ambaye utaangalia ukaona shida, huyu amewekwa hapa kuja kufanya nini? Unasahau kitu kingine. It is not the education, sio masomo ambayo inakufanya ukuwe leader. It is the integrity and the wisdom from God that makes you become a leader. For you to become or to be successful, the integrity and the wisdom, heavenly wisdom, it is that which will make you become. People, tuko na watu wengi wamesoma, but they are led by people who never went to school. Kuna watu wengi wamesoma, wako na madegree, lakini nakuta they seek from people ambao hawakuenda shule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo it is very important to look and change in your heart the intent, what you are doing, the desires. Mungu ako ama hayuko? Mungu yuko ama ameenda? Is God there? Along with the soldiers, judges and counselors disappear, leaving moral vacuum. Sasa unakuta the moral vacuum imewachwa, maana ni the boys ndio wamepatiwa leadership. Unakuta the moral vacuum, wale wazee wamekomaa, they were not given the responsibility. They were not, yani wameondolewa viti, wameondolewa position of power. Kunaleta watu ambao are completely irrelevant from that. Mpaka unasikia watu wakisema, sasa hawa watatupeleka wapi? Kumbe wanasahau ya kwamba wisdom comes from heaven. Mungu ataleta wisdom na itaingia ndani. Na ikiingia ndani, kutoka hapo maisha inaanza kwenda.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka mnasema kaisi mwana kioniana kaisi anasi adiko isi kanejo getiko hega ni kuweko hapa. Maana Mungu ameona there is a moral decay. When you are fighting for leadership, when you are forcing for something to happen, it contributes towards a moral decay of a society, that you want to grab position for your glory, not for the glory of God. The moment you remove God from the position given to you, then it becomes an end of you. That is what we call the lesson we learn from the mighty warrior. He can dismantle everything for his sake. And also, look at the book of Proverbs 29 verse 2. Proverbs 29 verse 2. When the righteous thrive, the people rejoice, and when the wicked rule, the people groan. Hallelujah. When the righteous, show me the righteous ruler, and I will show you a happy people. A righteous ruler, kama yeye ni kiongozi nyumba kama hii, na ukuwe righteous, watu wa kanisa hii watu watafurahia. Watakuwa happy, watakuwa kisema kweli Mungu ametukumbuka. But show me the wicked. When you are wicked, uko hapa na ile kazi unafanya sana ni kupiga watu wale wengine, ndio ukuwe wewe peke yako unasema. Sasa that is the wickedness. Ruler, I will show you miserable people. You make people suffer. Your wickedness ya kutafuta, unataka kuwa pastor ndio ukanyage watu wale wengine, unataka kuwa asha ndio ukanyage watu wale wengine, unataka kuwa security ndio ufugie watu fulani, unataka kuwa secretariat ndio ufanye kitu fulani. That's the wickedness, the heart of a wickedness. And therefore this what happen, people will be miserable. The people you are leading becomes miserable. But when you come righteously, you lead people, you pray for the people. Kama ni ready, you take the responsibility ya kuombea wanawake wote wa kanisa. People in the church, you pray for them. You go to the mountains, unajifunga kukula na kukunywa. Unaenda even 10 days fasting, not because of you, not because of your husband, not because of your children, because ya atumia orona haha. Todishiri unesio konyo modeli. Ukasihoera nigetha magena heart etari ya nyama. Maruto otaru ya mometie ngoro mahiana mena ngoro cia mafati na yage mena ngoro cia mahiga. Riu wira waku ni kumahoera mahiga macio maume matuike nyama. So it is about fasting. It's about sacrificing, giving yourself. If you are a leader in our position, kama sasa kama ni pastor, if you are a pastor, your responsibility ni kwenda kwa milima sasa. Kukaa kwa milima ukiombea watu. Kama wewe ni mtu wa praise and worship, ni kazi yako, because you need that holiness of God. Iingie kwa kanisa through praise and worship, we get it. Kazi yako ni kuomba, kwenda kwa milima na kuomba. You don't need to be forced, you don't need to be pushed, you don't need to be told by anybody. Unaenda tu, tunasikia umeenda siku 3, umeenda siku 4, umeenda siku 5 kwa maombi, umejifuka kukula na kunywa just because of church. And that is how God now will bless you, because when you take his work, he also take your job. Ukishika kazi yake uichunge na uiangalie vizuri, na yeye maslahi yako na maisha yako anaangalia mpaka watoto wako. Unakuta watoto wako wamepata kazi bila hata kufanya application, wamepata maisha mazuri bila hata kustruggle. Utakuta watoto wako they no longer struggle because you took the responsibility. Ulichukua kazi ya Mungu ikakuwa ni yako, na yeye anachukuaga yako. Anafanya nini? Anakusaidia, anakulindia watoto. Unakuta milango yako inafunguka. Ulisema ndio na muda wako hegiri 10, unakutana mwingine akupatia 20,000, unakutana mwingine akwambia mimi nasikia nitaku juzi nimekuwa nikikufikiria na nilikuwa nakufikiria, nilikuwa na 1,100 hapa, nimekutafuta for 3 weeks sikupati, na ni vizuri sana tumekutana. Unakuta kuna mtu ako na 100,000 anasumbuka kwa sababu yako tu. Kwa sababu ya nini? Ulichukua kazi ya Mungu, naye Mungu anachukua, anaangalia shida zako zote. Anaangalia watoto wako wanafaa kwenda shule, anaangalia unafaa kuwa na house na nyumba, haufai kufugiwa nyumba, haufai kwenda kutafuta kwa mtu ulale huko kwa sababu rent imekataa kuingia. When you do it diligently, kama unaona unafanyanga kazi ya Mungu lakini umeshindwa hata kulipa nyumba, umeshindwa watoto wako hawakuli vizuri, umeshindwa maisha yako haiko sawa, then you have a problem ya righteousness. You have a problem with God. That is why blessings za Mungu hasiendanishi na mtu wicked. If you are wicked, kama una struggle, if you are struggling in life here, ni nyinyi naambia sasa, if you are struggling in life, things are not working, na unakuanga kanisani every day ukifanya kazi ya kanisa, you are wicked. Wewe na kashetani ni sawa tu, the same. Nikioge tumeta ginya nyumba yako yage kuriheka, ndio imefanya watoto wako school fees imekataa, kila kitu, nothing is working, because you cannot do the work of God here. Ufanye vizuri from the heart alafu watoto wako wafukuzwe. No,
It can happen. Show me, ndio nasema show me a righteous ruler and I will show you a happy people. A righteous ruler, watu wakifurahi kama sasa mfurahi nyote kwa sababu yangu. Si mnakuwa kama mmefurahi kwa sababu yangu? Sana. Na mimi ndio na maisha yangu inakuwa soft. My life is so soft, so good. I don't struggle at all, at all. I don't struggle. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watoto wangu they don't struggle. I don't have a single child ambaye amestruggle in life. Tuko sawa kabisa. Tunakuwa tunakaa vizuri. Hata wale wa kuletwa wakado unakuta as long as ameitanishwa na mimi hata kama si wangu unakuta hata yeye ameanza kubarikiwa. Ni vile tunaitanishwa na Abrahamic blessing. Leta mtoto wako mmoja, niletee mtoto wako mmoja aitanishwe na mimi bila wewe kukuja. Si ati ni kuja itanishwe na mimi na ukuje. Don't put a burden on me. Utapata there is a thrive, kuna kutembelewa na kuna kuinuliwa na kuna kubarikiwa na milango inafunguka. Hivyo ndivyo unaona tulijishikanisha na nani? Na Abraham. The Abrahamic blessing. Not because we had sisi sawa, lakini yeye msee yako sawa. Ukijishikanisha na yeye baraka zinakuja. But also hauwezi kujishikanisha na yeye ukiwa mchafu. Hapana, hata Mungu anaangalia kule vitu zake zinaenda. Mungu anaangalia vitu zake zinaenda kwa nani. Ndio unaona umekuwa mkistrago, maana alikuja akachugulia, Yesu alikuhurumia lakini akachugulia akaona ni matope tu kwako, kuna matope mafi ya ng'ombe na ya mbuzi na ya kondoo na ya watu. Sasa akashindwa gutuma ido shaka kule maine. Akasema hapana, akaangalia kwa neighbor akakuta ni kusafi. Ukaona hiyo kagari ulikuwa umedream ka Range Rover ulikuwa umedream ka white. Unakaona ni neighbor anaelesha. Kalikuwa kamekuja kwako, lakini condition ya hati yako ilikafukuza kakaenda kwa neighbor. Kuna watu hapa mnafaa kuwa na biashara za supermarket lakini zilihamishwa zikaenda kwa mtu mwenye alikuwa na heart mzuri. Maana kila kitu Mungu anaangaliaga the heart, your heart. Anataka kukubariki na pesa mingi, lakini hiyo pesa utaitumiaje kwa watu? Utaitumiaje kuua watu? Utaitumiaje kudhulumu watu? Utaitumia hiyo position. Mungu anataka kukupatia position, lakini position anaangalia dhuluma ambayo unaweza kuwa nayo juu ya watu. Hiyo that is what you got. Hiyo ndio imefanya imekuwa hindrance. Ungekuwa shabarikiwa kitabu, lakini kwa sababu uko na ngoro inakaa ya mawe ya darugo, sasa ndio unaona nini? Ndio unaona hakuna baraka. There is nothing that is coming. It is not that God hates you. Vitu za dunia tulipatiwa and you are a blessed person. Only the connection you hakuna, maana hati yako imekataa. Haziwezi kukuja. Mungu anataka kukupatia ng'ombe na unakuwa na roho baya. Unaonanga ng'ombe za watu wengine sasa hizi mang'ombe hata sinakaa kunuka. Mungu hawezi kukupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi kukupatia. Kama ni pesa zinafaa kukaaga kwa mfuko mpaka zinakusubua, zinakwambia netonogire ni weka la mfuko. Pesa inafaa kukaaga kwa mfuko every time. Unafaaga na kukaa na shilingi kama 1,100 hazina kazi, zinakaa tu kwa mfuko hivyo tu, zinakusubua tu mpaka Tirose nasema ni murano gia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona you are struggling even to get 100 bob, kuna shida, na shida ni wewe. Si kurogwa mirogwa. Wewe ni wicked. Wewe ni mchawi in the heart. Wewe mrogi. Bwana asifiwe sana. Na nataka tu kukua open sana. I want to be radical. Just radical to you. Ndio to understand you are in the wrong place here. Mimi hapa sikiagi vizuri nikitembea na mtu wa kuomba fare hapa. Sikiagi vizuri. Unaweza kuomba mara ya kwanza lakini mara ya pili hapana. Hiyo hata nikikupata ukiomba fare nitakupiga. Ukuhora bara ya mwili. Todru nuaje koto ile uchafu ulikuwa nayo ndio unyimwe, ndio umetaka kutuletea hapa tuanze kunuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku moja John Haron Mwao ni rafiki yangu sana. Kuna siku moja nilienda kumtembelea kumuomba pesa. Nilikuwa nataka nipatie 20,000. Nifanya biashara kingine nilikuwa nataka. Alichukua kalamu na karatasi full scope mzima. Akaniambia mimi ni milionea, mimi niko na 1 million. Akaiandika 1 million. Nikafikiria sasa msee amefikiria badala ya 20,000 anipatie 1 million. Sasa akaniambia Mr. Waroige, nikamwambia yes sir. Akaniambia sasa wacha tutoe 20,000, tukatoa. Akaniuliza imebaki pesa ngapi? Nikamwambia imebaki 980. Sasa akaniuliza am I still a millionaire? Nikamwambia no. Sasa kukuja Waroige zingine 5 zichukue 2020. Kukuja zingine zichukue 2020. By the time zikifika Waroige 50, niko still millionaire? Niko nini? Niko zero. Maana mmechukua zote. Kwa hivyo tumeongezea masikini nyingine moja.
aka drive that point. Kwa hivyo nikipatia watu watu 50 20 mumenileta mpaka zero, na mimi sasa tumeanza kukua in the same line. Badala tuongeze tajiri mwingine mmoja, you have dragged na kaniambia, and this is the problem with small thinkers. Nikamwambia yes sir, kwa sababu mimi nataka tu pale atamalizia niambie shika igiri 20. Nikamwambia yes sir, na akaniambia Mr. Waroige, akavuruta drawer, nikifikiria ni pesa anatoa, akatoa pistol akaekelea juu ya meza. Akaniambia Mr. Waroige, the only thing I can do to you is to take my 1 million kwa fixed account. Ndio akanifanyia hesabu, nikaona hii 1 million itampatia 20,000 kwa month kwa fixed account. Now hii 20,000 nitumie kwako because you deserve this. Akaniambia the only thing I can do favor to you is to kill you. Sasa nikikuua nitakuja kwa Mauboresi, niwaulize ni nini mungetaka kusaidiwa. Waseme wanataka kusaidiwa na saduku. Value ya saduku ni 12,000 shillings. Nitoe hiyo 12,000. Nimebaki millionaire na bado niko na shilingi 8,000. In short aliniambiaje? You deserve to die. Never come again to my office. Na akaniambia walk out, ndio hiyo mlango. Na nikatoka. Nikaenda nikafikiria, akanipigia simu. Akaniambia uliokuwa uhuraga thimo menya kana ni wakuire tuke mathiko. Akaniambia kuna kazi nataka nikupatie. Nikaenda tu siko upande. Akanipatia pale Embakasi hapa Embakasi kule kuna itangwa Embakasi village. Kuna watu walikuwa kijiji kalikuwa watu walikuwa encroach chamba yake. Watu kama wakajeka tunyumba tuigi hapo hivyo. Akaniambia nataka nikupatie 2,000,000. Sasa angalia the irony. Nilimuomba 20 akaninyima. Akaniambia nataka nikupatie 1,000,000 kwa sababu ilikuwa imeshindikana, ametumia polisi imeshindikana, kila mtu imeshindikana. Na hiyo plot yake ni kama ilikuwa eka 6 na ilikuwa inatengeneza sijui 1,100,000. Sasa nataka kupatia 2,000,000 uende uondoe watu hao hapo na offense. Nikamwambia hiyo ni kazi rahisi sana. Nikamwambia uko na barua ya koti? Akaniambia sina, wewe enda utafute. Ndio nikupatia 2,000,000. Uko na barua ya polisi? Akaniambia enda utafute, wacha niondolee ujiga. Enda utafute. Pesa ndio hiyo. Na kazi ikikosa kufanyika, unaona hii? Akanitolea risasi. Akaniambia nitakuweka ngapi? 3. Mimi nikachukua pesa hiyo, ilikuwa kasi mzuri. Nikaita vijana pale. Tukaenda hiyo kitu tulikabomoa within 30 minutes. Kalikuwa chini na tukafence. Nikampigia simu, nikamwambia tuma mtu yako, alituma Kahogo. Kahogo akakuja akasema wa mweka atia. Yaani hii kitu tumepigana 5 good years, tumeshindwa. Mumefaulu waje? Maana wale walikuwa huko, wengine walikuwa Mogeke tu. Sasa niliwaambia hameni, tutafute nyumba kwingine, tubomoe tukule pesa ndio turudi huko. Alirudi akaniongezea 1,000,000 nyingine 3. Nikatoka hapo na 5,000,000. Bwana Yesu asifiwe sana. But the logic, kumbuka what he told me. Ninaenda kuomba pesa kumfanya maskini, tuende mimi na yeye tukue maskini. Akaniambia sasa si Waroige kulingana na hivyo na niambia ni hauna pesa. Akaniuliza nani anapatianaga pesa? Nikamwambia ni Mungu. Sasa kwa hivyo kwa nini Mungu hajakupatia? Nikamwambia sijui. Kwa hivyo can I conclude Mungu amekunyima? Nikamwambia ndio. Sasa akaniuliza Mungu yule alinipatia pesa na yule ambaye sasa ndio amekunyima, sasa akasikia nimekupatia pesa, nitampatia reason gani? Ni kwa nini nimempatia na yeye alikuwa amekunyima? Is it making sense? Mungu alikunyima akanipatia, alafu mimi nimeenda nisukuke nyuma ya Mungu nikupatie, na sijauliza Mungu ni kwa nini alikunyima. Si nikusaliti Mungu? Kwa hivyo akaniambia unataka ninyang'anywe kama wewe? Afadhali ukufe.
na nitakuwa nimefanya kazi mzuri ya kukuua, kwa sababu nitarahisishia Mungu kazi, nimeondoa mjinga moja duniani. Lakini wakati alinipatia kazi nilifanya na ilikuwa mzuri, mpaka alifurahia, na kutoka siku hiyo tukakuwa marafiki hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a way you do to God and God will see huyu mtu ako na akili. Na ndio naona nawaambiaga hii, wacheni sana kuangalia righteousness na uokovu yenu wakati unaishi kwa umaskini. Because kuna wale watu wanaonaga waroige ni gedharia, waroige na kuaga ni mahoya ga irio. Na higo magithi kwa ria ndeto icio ri mathia kwa neighbor nicio mathia kuhoya nacio kana goikara ku nigetha irio cikorwo cia hiari. Wacha kuangalia, tuangalie ile principle ya Jesus Christ. Mtu mmoja akapatiwa talanta 10, mwingine 5, mwingine 2, mwingine 1. Alafu wakaitwa wakaulizwa, waliulizwaje? Ulitumia yako namna gani? Alafu mmoja akasema hakuona maana yake, akaitupa. Hebu tutumie, tuseme Mungu aende tu abadilike, aseme atatumia hiyo principle. Kuna mmoja wenu ataingia mbinguni? Maskini, kuna maskini ataingia mbinguni? Hakuna. Because akili tulipatiwa zote. Ukipasua hizi vichwa zote, iko na white element hapa ndani. Hapa katikati ya medula oblongata kuna kitu ya white. Na hiyo kitu ya white tumepatiwa equally. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepatiwa nini? Equally. It is given to us equally. Hii begura, hii ukipasua kichwa, it all depend na kichwa yako kama ni flat ama ni V shaped ama ni arrow shaped. Lakini ina bed lakini the same. Ikiekelewa kwa meza zote zinatoshana. Sasa atakuuliza tukienda pale, akuulize akili yako ulitumia namna gani? Usimame kwa miguu yetu. Hiyo swali wewe ukijiuliza. Ndio wewe ukisema ati Mungu amekunyima, utatuambia ni Mungu gani amekunyima? Mungu hajakunyima, alikupatia na akakwambia subdue the earth na udominate. Hiyo mambo ya kushidaga hapa ukiobaoba te hekena, hiyo wachana nayo. Tumia akili yako, put yourself in the position of being blessed and God will bless you. Sasa mmenikasirikia. Asubuhi ndivyo nilikuwa naona mkiruka hapa mkisema amen. Nikisema he will fight for you. Amen. Sasa imeingia hii ingine sasa kila mtu amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tumelani kitu? That is the lesson that we learn from this God. This God si hapendelei, is a just God. Hallelujah. This God is a just God. Huwezi kukosa kutumia akili na kuna mtu anatumia akili akuje kwako eti kwa sababu umeokoka. Hakuna mahali inaingiliana na kiokoko. Pesa hakuna mahali zinaingiliana na kiokoko. Wale matajiri ni Waislamu ndio wametuandika kazi. Wale matajiri ni watu waandagi hata kanisa, hawajui hata hiyo Yesu yako, ndio wako na pesa. Alafu unasema ni aho ya goma. Na ndio githioka hoya goma. Okay. Wakikoro pesa nao umire kwa goma le. Yaani mpaka hiyo Mungu mwako humuamini ni Mungu mkubwa. Huamini ndio mwenye silver and gold. Mnaonanga mtu akinunua gari, akinunua kanyumba, akinunua kashamba, ati yeye ameingia kwa devil. Temma gai. Guiyo ebesha ta goma. Hure, guiyo ebesha take. Ta goma. Utiri hadu mukona gai wanyu ena besha. Does it mean your God is so poor that rich people are from the devil and the poor people are from the... No, change that attitude. Hiyo ugonjwa mko nayo, change it. You have to believe. Hizi vitu zote ukiona mtu ambaye hajui Mungu ako na vitu unazishika, unasema nimekamata. You possess. Because anasema you shall possess what? The riches or the wealth of the wicked. You shall possess. Utakamata. Haja kukaa tu hapa tuikaletea hate mwathani ni aroka. Mwathani ni akoheire hakiri na agikohe dominion to dominate. Thie mugundo rime na mboga ni gukura. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya kitu, fanya kazi, anzisha kazi hata kama ni ya kuuza waru. Hata kama ni ya kuuza makaa, go and start from somewhere. God will bless you from somewhere. Hapa nisione mtu anakuja hapa kwambia ati mali waitha ito. Ni ugoranyo na haha. Ni ngoma daikariri uria ngomendete. Mwari na gikaro giake, mwari na gikaro ku nigetha ukimenya uria ngoma ikaraga. Tejika daikariri uria ngomendete. Riu ana nyumba yakwa ni hinge.
ikegwire ingikuuriria nyumba yaku ikorogo ku nduma njerie kimwana ingituma tugure kuburi ingitwekere tondu rimuto cio guku ndikwenda. I want somebody thinkers. God blesses people who are called thinkers. Si kukuja kukaa hapa tunangojea Mungu akuje. Anakuja kufanya nini? Wewe unafikiria ni wewe peke yako duniani? We are 7 billion people. Na wanashughulikiwa na the same one God. Rahisisha Mungu maneno. Hata akuachie Range Rover hapo asahau aende. Akuachie kiaccount hapo kiko na pesa aende. Lakini weikarete haha waikara haha ati wira munene waikara haha ni kuraga ndago kunokiraga thuya. Right doge thuogo ni meciria. Ni meciria tondu nyumba ni hingirwo ciana ni ire igatirwo nduri na gia kuria uraikara atia na tuli na ngongoni. Mwathani agosho change, mwambie mwenzako change your mind. Just allow God to use you. Make a conducive environment for God to take control over you, to bless you. These blessings are there. We have been given the blessings. God has given us the blessings. You are not supposed to speak about any poverty. You show me the righteous ruler and I will show you a happy people. So you must be a ruler in your heart. Kuwa a righteous ruler. Ndio Mungu apate mahali pa kubariki. Leteni sadaka zenu. Lete hapa. Hapa sasa ndio watu wanakuleta kwa mkono yangu. Hapa ndio watu wanakujaga kusikiliza nikakoga goti matirehage ginya sadaka. Matirehage ona ki no gukoga guge haha na ndari uhoro wa blessings, prosperity. Haha niho njarageria prosperity na mutire mwahota kumenya ati ni prosperity ndirariria kurathimo ta muikamba uyo aumona ku ikamba ginya ruta kara ni rugari wa ikamba-ine ginya oka kundu kuriku. Bwana asifiwe sana. Yes. Nangojea kila mtu alete. Watu watusimu leta simu nione hiyo message umetuma. Siku hizi naonanga kila mtu ameingia kwa simu na hakuna kitu amefanya. Hata haina network ya kutuma. Hello. Nwalehe. Kaya kurathime na we smart. You are so handsome. Unaona ni mola. Adu atothimo then. Unaona manyitete tothimo. Hatire kindu maratuma. Nimekora mitheri. Hatire kindu aratuma. Ndari wako nduri rucio ni ukagea tia kwenda kuongerera maheni ati ni apostle ni aranyona ngituma na twarora thimu ciothe iria citumagwo hatire ile simu zote zinatumagwo kana ni haukaga pesa cia M-Pesa unaonaga kwa M-Pesa na tatu yaku ni nyonaga tondu ndie ndona M-Pesa yaku ri ni na gatagu ni ndona ni watuma ri na ndie kuoneka utumagira u unatumiaga nani ni neighbor ni manyuru mnatumanga kwa manyuru Aishi sigagie ko jarisia kushiri yako area no korogo na raini otomaga 945035 945045 leti otomaga 933. Thank you nidona ndasio na cia kune cia kinya ndo giaria maheni we ni kwendete onole maybe sitamata merorera maybe semagituma kija kana mararura riri metuma lakini sijaiona hapo. Thank you. Bwana asifiwe sana. Nimefurahi. Nitoke na yes, that's a blessing. I just want to bless you. I just want to be a good father, to bless you. A father that can rebuke you, a father can speak good to you, a father who can just address you and speak that word, instill that word into you, so that tuende pamoja na tuende mbali. I know from this year, najua mwaka tumeanza mwezi wa 3 tarehe 1. This year, your life will change. Si kuchange tu hivyo, your life will completely change. And this is the desire. Hii ni gani tena? Ni ile certificate. Sasa hii ukilete hapa hata wewe. Sawa, God bless you. Sasa inua mkono wako mmoja, mkono wa kulia inua juu, mkono wa kushoto wekelee kwa kifua chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante
kwa kutusikia. Asanti kwa sadaka hii ambayo imetolewa na watoto hawa. Kuna wao pia wako hapa lakini wameshindwa kutoa maana hawana. Baba, na kuomba tu umetuzungumzia, you are a mighty warrior. Ni Mungu ambaye unajua kupigana vita. Hizi ni vita za poverty, vita za stagnation, vita za limitation, vita ambavyo vinasababishwa na sisi. Bethel Clouds TV, empowering lives.